Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Samson Frederick, nimeokoka na mpenda Yesu. Ni mwalimu ninayefundisha masomo mbalimbali ya usuyo jamii na mambo mbalimbali ya kijamii kama vile malezi bora ya watoto, uchumi na mambo mbalimbali ya kibiblia. Leo natamani tujifunze kwa kifupi somo ambalo lina kichwa aina ya watu ambao wakikudhuru tu mara ya kwanza unatakiwa uwawekee mipaka ya kudumu. Aina ya watu ambao wakikudhuru tu mara ya kwanza unatakiwa uweke mipaka ya kudumu. Katika maisha kuna watu ambao wakikudhuru kwa mara ya kwanza unatakiwa uwawekee mipaka ya kudumu milele na milele. Kwa sababu kuna aina mbili za watu ambao wanaweza wakakudhuru. Kuna aina ya kwanza ya watu ambao wanaweza wakakudhuru. Hii ni aina ya watu ambao wanakudhuru lakini si kwa kusudio baya, ni kwa bahati mbaya. Yaani kwa bahati mbaya unakuta amekudhuru wala hakutarajia wala hakuwa anakusudio la kutamani kukudhuru, lakini anajikuta amekudhuru. Inaweza ikawa katika kuzungumza, inaweza ikawa katika kufanya vitendo, na wakati mwingine mtu wa namna hiyo akigundua kwamba amekukosea anajisikia vibaya na anaumia na anaweza akapiga magoti akakuomba msamaha. Yaani ni yule tu ambaye amekukosea kwa bahati mbaya na wala halikuwa dhumuni lake kukukosea. Hii ni aina ya kwanza ya watu ambao wanaweza wakakudhuru. Sasa watu wa namna hii ambao wanaweza wakakudhuru kwa bahati mbaya pasipo kusudio maalumu ambalo alikuwa ameliweka moyoni mwake. Huyu ni mtu ambaye unaweza usimwekee mipaka mikali kwa sababu kwanza alikuwa lengo lake, lakini pia ni bahati mbaya. Na mfano hapa tunaweza tukaona ni namna ambavyo Petro alivyokuwa anatamani kuzuia lile kusudi la Mungu ambalo Mungu aliliweka kwa Yesu kwa ajili ya kuja kukomboa watu duniani. Alipomwambia hapana, hautasulubiwa, hautafanya hivi, Yesu akamwambia toka nyuma yangu shetani. Petro alikuwa anaona kama anamhurumia Yesu, lakini kumbe ile huruma yake ilikuwa na madhara kwa ukombozi wa wanadamu. Hiyo tunaweza tukasema ni mfano ambao unaendana na kundi la kwanza la watu ambao wanaweza wakakudhuru. Na tunaona Yesu aliendelea kuwa na mahusiano naye. Lakini kuna kundi la pili la watu ambao wakikudhuru mara ya kwanza unatakiwa uwawekee mipaka ya kudumu. Usiruhusu tena kuachilia kutoweka mipaka, maana wanaweza wakaja wakakudhuru tena na tena. Na watakapokuja kukudhuru mara ya pili au mara ya tatu, nia yao ni kuharibu na kuvuruga kabisa. Aina hii ya pili ni watu ambao wanakuja kukudhuru kwa makusudi na wakiwa na lengo la kutokomeza kabisa. Narudia tena, hii ni aina ya pili ya watu ambao wanakudhuru kwa makusudi na wakiwa na lengo la kutokomeza kabisa. Tuelewe kabisa kwamba katika wakati huu kuna binadamu ambao utu wao umeshaharibika na wanakuwa wana roho mbaya na wanakuwa wamebeba roho mbaya ya kutamani tu kufanyia kitu ambacho hautakisahau maishani mwako. Watu wa namna hii ambao yamkini wameshakudhuru mara ya kwanza na ukagundua nia yao kwamba ni kudhuru na kuharibu kabisa, ushauri wangu unatakiwa uwawekee mipaka ya kudumu, kwa sababu usipoweka mipaka watakaporudi tena kwa ajili ya kukudhuru wanaweza wakakudhuru zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Mfano hapa ninaweza nikatoa mfano wa Delila. Delila huyu tunaona alitumwa na Wafilisti kwa ajili ya kwenda kumkamata Samson. Huyu alikuja kwa mission, huyu alikuja kwa lengo maalum, na lengo lake maalum ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Samsoni anakuwa mikononi mwa Wafilisti. Sasa ukigundua kuna mtu anakuja kwenye maisha yako kama Delila, anakuja kwenye maisha yako kama Delila, na wengine huwa wanatumwa, unakuta wanatumwa kwa ajili ya kuja kwako kwa makusudi maalum. Hawa ni watu wa ovyo mno sana. Ukigundua mtu wa namna hii, mwekee mipaka ya kudumu, kwa sababu mtu mwenye roho ya Delila utakapojiachia na kutomwekea mipaka ya kudumu, atakapokuja atahakikisha unatobolewa macho na unangolewa macho kabisa, kwa sababu huyu amekuja
kwa mission, amekuja kwa lengo maalum la kuhakikisha kwamba unateketea, unaangamia. Kwa hiyo aina hizi kuu mbili za watu ambao wanaweza wakakuudhi, wanaweza wakakudhuru, unatakiwa uwe makini nao sana. Kuna aina ya kwanza watu ambao wanaweza wakakudhuru lakini ni kwa bahati mbaya. Hawa watu wa namna hii unaweza ukasameana nao, ukaweka mambo sawa. Na aina ya pili ni watu ambao wanakuja kwa mission maalum, wanakuja kwa kusudi maalum. Hata kama mkisameana, jitahidi sana kuwawekea mipaka, kwa sababu watakaporudi mara ya pili lengo lao ni kumaliza. Inakuwa ni kama vile Delila alivyokuwa akimtafuta Samson. Alihakikisha kwamba Samson anang'olewa macho, ndio ikawa furaha ya Delila. Na wakati mwingine nikijaribu kuangalia habari hii ya Delila, ni kwamba alikuwa anafanya kitu alafu anamtishia Samsoni, Wafilisti wamekuja. Samsoni anainuka, anakata hivi, lakini hakupata akili ya kujua kwamba huyu mtu anafanya haya ni kwa sababu ya lengo ovu lililopo nyuma yake. Mara nyingine amemfunga kamba mbichi, baadaye anamtishia Wafilisti wanakuja. Yani alikuwa ni mtu ambaye anamweka kwenye mitego mibaya ambayo inahatarisha uhai. Kuna watu ambao wanaweza wakatamani kufanya jambo ambalo ni la kuhatarisha hata uhai wako. Watu wa namna hii kuwa makini. Hata kama utarudiana nao, ni vizuri kuhakikisha unaweka mipaka. Biblia inasema tunaenenda kwa roho, lakini pia tunaenenda pia na kwa akili. Mungu akubariki sana. Ni mimi Samson Fredrick, natokea kanisa la PCT karibu na uwanja wa Mkanada hapa Tegeta, chini ya Askofu Dr. Fredrick Simon. Nikuombe usiache kusubscribe, kucomment na kushare. Uwe na siku njema. Amen.